Basi wewe wategemea babu. Mimi nina Mungu. Tuone mapenzi ya babu na ya Mungu yapi yatadumu. Sawa, mimi siogopi, lakini sasa ninaye hapa dada, ninaye na natamba naye. Nikifanya kumwachilia, nikifanya kumwachilia kidogo ndio yuaja kwako. Cha kushangaza, anajua kwamba kuna mke wa pili. Kwa hivyo ule upenyuzi hapa yajua. Kwa sababu atagauni na kukatia mimi dada. Ile upenyuzi atakaoupata. Yakumbuka fana alayki. Mtuzi kwake kikuzimu hakuna break, akifanya hivi shamrudisha kwa pani dada. Atoki kwangu mpaka mwambie nenda. Wajua mimi mke wa pili. Mimi tena namtia hapa. Umemtia hapa, lakini akipata nafasi hutoka. Akitoka sasa uko kuja akija mwenyewe mawengi. Mawengi dada. Akija namwambia punguza jazba. Kule ulikuwa upati upepo. Chupa imfungwa, untia kwa pani. Ndo baba. Sasa nikikaza tuarudi. Nikifanya yuarudi zake. Akirudi, ujue na mimi huko namwambia na mimi siwajua ni mke wa pili. Dada zangu mimi ndio nazigawa. Siwezi kumkosea mke mkuu. Zamu nazigawa mimi. Utamwambia nenda kweli, lakini zamu nazigawa mimi. Kwamba atakaa kwangu siku 5 kwako ataka siku 1. Wewe haliwezi kutokea hiyo. Kwangu latokea. Unless even ni mume ambaye haina uadilifu. Sasa kwangu mimi hana uadilifu dada, ni mume tena ni mume tena lakini nimemtia kwa pani na humpati ngo dada. Ndio. Lakini raha ya mume. Jamani, umpende peke yako babako mzazi. Babako mzazi yule dada. Ndiye aliyenipa uhai duniani yule. Ndiye anayenifanya nikaishi dada. Madiko ninatete. Sasa umpende peke yako babako mzazi. Yule zaidi ya babako mzazi. Hakuna mwanamume. Manake majukumu yote jamani. Sikiza. Kula ni yeye, kuvaa ni yeye, kuja hapa ni yeye, ni alilete, kufanya kila kitu. Yaani siwezi kufanya chochote bila yeye. Zaidi ya babangu mzazi. Ni sawa. Ndio maana nikamchukua nikamtia chupani nikaibana ngii, nikaitwaa nikaitia hapa. Dada iko hapa natembea nayo. Chupa hujaibana. Hivi sasa ninaipumzisha ninaitia kwenye kipochi. Nikitoka ninayo hapa. Ndio nasema chupa hujaibana vizuri. Kwa sababu asingetoka mume wako. Huwa nailegeza. Huwa nasikia dhiki. Huwa nasikia dhiki sasa zingine. Kumbe wachoka. Dhiki. Kuna kile kijidhiki cha cha ile yani kama mtoto sasa. Sichoki dada naye na natamba naye. Kwa sababu kama itakuwa hakupidhiki, hakupi wasiwasi, alafu ngoja nikwambie neno. Mamangu, ndoa ni competition. Utajipimaje wewe ndoa kama waiweza kama hutaki mikiki? Mpeni taarifa naye share naye. Mwambie bwana naye natamba naye. Sasa ngoja na mimi nikupe taarifa. Nipe. Peni taarifa naye share naye. Mwambieni bado nipo sana. Utakuepo sana dada, lakini mimi mpaka nilegeze chupa. Hata kibandanisha jenga naye. Sikiliza. Najua pia watoto mshaza. Wewe fanya masiara. Wewe mume wa mtu. Mume wa mtu atana naye bwana. Dada, mume wa mtu msumu. Siku na maziwa hayayushi sumu ile, zaidi ya asidi. Nakwambia tutakwenda, kwani mahospitali yameko ya kazi gani? Dada, zaidi ya asidi. Kitambo ukifika hospitali ushateketea wapelekwa India. Haina tatizo. Mume yubakiwa. Lakini naye itakuwa familia ndio itakwenda India, mume naye dada bado naye natabana. Lakini itakuwa ninakuhangaisha kama mke mkuu, manake mume hana raha. Bala si hangaiki. Una nini mume jamani? Sijui simu kila uchao. Simu unapokea mimi ndio. Mimi ndiye receptionist. We, ikiingia halo, mimi ndiye namtaka mume. Ulikuwa wasemaje kwanza niambie mimi ndio sipite salamu. Basi hujiamini. Najiamini tena mpaka najiogopa. Sasa huko kuogopa ndo hatari. Mimi najiamini mpaka najiogopa. Huko kujiogopa ndo hatari. Kwa sababu huwezi yule mume ukasema namfunga kamba. Anakotoka wataka kujua nkwenda wapi, yuazungumza na nani, simu yake. Hilo alinihusu. Hilo alinihusu. Kwa nini utapokea simu ya kwake? Napokea kwa sababu simu ni ya mkononi. Dada, mimi ni mke. Simu ya mkononi. Mimi ni mke. Tena mke kweli. Tena mke na uke wangu dada. Ndio wapokea simu za mumeo.